Mnamo siku ya Jumamosi pale Washington DC, Marekani, kuna tukio kubwa sana lilitokea. Ulikuwa ni usiku wa White House Correspondents' Dinner, wengine hupendelea kuita press dinner. Tukio hili huhudhuriwa zaidi na waandishi wa habari, watu mashuhuri na hata viongozi wakubwa wa Marekani, akiwemo Rais Donald Trump mwenyewe na makamu wake JD Vance. Kwa kifupi, ukumbi ulikuwa umejaa viongozi wakubwa na kila kitu kilikuwa kinaenda sawa. Kulikuwa kuna vicheko vimetawala, hotuba nzuri zilikuwa zikiendelea kutolewa na hata watu mbalimbali walikuwa wakiendelea kupiga picha. Mara ghafla milio ya risasi ikaanza. Ilikuwa nje ya chumba cha mkutano alichokuwepo Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na makamu wake JD Vance. Kijana mmoja ambaye baadaye ametambulika kama Cole Thomas Allen mwenye umri wa miaka 31 alikuwa akishambuliana vikali sana na walinzi wa Rais wa Marekani, yani Secret Service Agents. Kabla ya mashambulizi hayo kuanza, Secret Service Agents walikuwa wamejiposition katika checkpoints muhimu ndani ya jengo la Washington Hilton Hotel ambako ndiko mkutano huu ulikuwa unafanyika. Kabla ya kupita kwenye checkpoint hizo muhimu, ilikuwa ni lazima ukaguliwe vilivyo. Kijana Cole ambaye alishapanga kwamba siku hiyo angemshambulia aidha rais au kiongozi mkubwa wa nchi hiyo, akaona isiwe shida. Namna bora ya kupita checkpoint ya Secret Service Agents ilikuwa ni kukimbia kwa spidi. Alikimbia na kuwapita maafisa wa Secret Service kwa spidi ya upepo, huku akiwa ameshika mkononi handgun, yani bastola, shotgun, yani bunduki na visu kadhaa. Aliona hiyo ndio njia yake bora ya kuvunja ulinzi na kizuizi kilichopo pale. Alipovuka tu eneo lile kwa spidi, alianza kuwashambulia walinzi kwa risasi. Ripoti zinaonyesha agent mmoja wa Secret Service ameshambuliwa na kupigwa eneo la kifua, lakini kwa bahati nzuri alikuwa na bulletproof, yani vazi maalum lililomsaidia risasi zisipenye. Yalikuwa ni majibizano ya risasi ya sekunde chache, lakini bahati nzuri walimzuia kabla hajafika ndani ya ukumbi. Wakati tukio hilo lilikuwa linaendelea nje, ndani ya ukumbi wa mkutano, walinzi wa Rais Donald Trump walimsogelea kwa haraka na kumzunguka ili kuunda ulinzi unaohusisha ukuta wa mwili, yani walinzi wenyewe ndio wanageuka ukuta, na kama risasi zikipigwa basi zinawakuta walinzi pekee. Baada tu ya kumzunguka Rais Donald Trump, walinzi walisimama kwa sekunde chache na kuangalia mazingira yote ya ukumbi kwa jicho la haraka. Hii kitaalamu inaitwa tactical pause. Tactical pause katika situation kama hiyo, lengo lake huwa ni kuhakikisha hakuna mtego na mazingira ni salama kabla ya kuanza kumevacuate kiongozi mkubwa. Baada ya kuhakikisha mazingira ni salama, walimtoa Rais Donald Trump katika eneo hilo la hoteli. Kuna jambo moja limeonekana na limezua mjadala mkubwa sana kwenye mitandao. Ukifuatilia video fupi ya tukio hilo, inaonyesha makamu wa rais JD Vance anatolewa kwanza kabla ya Rais Donald Trump. Jambo hilo limezua taharuki sana miongoni mwa watu, wakidai kwa nini hakutolewa rais wa Marekani kwanza. Kama na wewe ni miongoni mwa wanaojiuliza swali hilo, basi ni vyema ukajua mambo yafuatayo. Kwa muundo wa ulinzi wa viongozi wa taifa la Marekani, kila kiongozi huwa ana security detail yake, yani ana kikundi cha Secret Service Agents ambao wapo dedicated kumlinda muda wote na sehemu yoyote. Sasa basi, kuna uwezekano mkubwa walinzi wake waliona upenyo wa haraka wa kumuondoa katika eneo hilo la tukio. Wasingeweza kuchelewa kwa sababu majukumu yao ni kumlinda makamu wa rais. Lakini pili, katika tukio la namna hiyo hauwezi kumsogeza rais kwenda eneo lolote bila kuwa na tactical pause ili kuangalia usalama wa eneo nzima. Na hiyo room ya kuangalia mazingira ndio iliyosababisha JD Vance aondolewe kwa haraka kipindi tactical pause inaendelea kwa upande wa rais ili kujihakikishia usalama wake. Yaani kiufupi, kwa sababu ya umuhimu wake walikuwa wanataka kuhakikisha hakuna hatari nyingine kabla ya kumtoa. Inawezekana pia ilikuwa ni mpangilio wa kimkakati kumtoa makamu wa rais kwanza ili kumwacha rais peke yake na kuwa na mawanda mapana ya kumlinda kutokea engo zote, ikiwemo ile aliyokuwa amekaa makamu wa rais. Lakini sio hilo tu, inawezekana pia alikuwa karibu na exit salama, yani sehemu nzuri ya kuexit, wakaona wamtoe kwanza kisha waendelee kufocus na rais. Ninachotaka kusema hapa ni kuwa hakuna majibu ya moja kwa moja ya kwa nini walifanya maamuzi ya kumtoa JD Vance kwanza. Security team, yani Secret Service Agents waliohusika ndio wana majibu, kwa sababu wao ndio walifanya assessment ya situation na wakafanya right call ya nani waanze naye katika circumstances waliokuwa nayo mkononi. Tukio la namna hii limemtokea Rais Donald Trump kwa mara ya tatu sasa. Mara ya kwanza pale Pennsylvania alipokuwa anajaribu kushawishi umma wa Marekani waweze kumchagua aweze kuwa rais. Pennsylvania, risasi ilimpiga eneo la sikio, na bahati nzuri ni kuwa akiwa anaongea alikuwa na movement nyingi, na ndio maana shooter akakosa ile engo nzuri ya kumtarget. Tukio la pili pale Florida kwenye uwanja wa gofu, walidhibiti mapema kabla hata shooting haijatokea. Na sasa hili la tatu.
Kuna watu wanaosema tukio hili kuna uwezekano limepangwa. Wewe una maoni gani kuhusiana na tukio hili? Limepangwa au halijapangwa? Ulikuwa nami wakili Lucas Myula, mpaka wakati mwingine.